Bana. Nani? Faraja. Anaitwa Faraja. Aha. Bwana Faraja? Naam. Nimekuita hapa. Bwana Jusha kanipa malalamiko, ndio maana nimekuita. Kwa hiyo hapa nipo kusikiliza maelezo pande zote mbili. Kwa hiyo Bwana Jusha, hebu elezea kwanza, maana bwana naye amefika hapa. Sawa mwenyekiti. Yaani bwana mwenyekiti, jinsi ilivyokuwa kwamba mimi nilimchukulia kama mtoto wa nyumbani nini, nikamwazimishia kiatu jamaa. Sawa? Nilivyomwazimishia kiatu kaenda huko kakitumia, lakini kwenye kurudisha amekuwa sio mstaarabu. Nikiona naye leo kesho 1 2 3 moja kwa moja. Nikaenda mpaka kwa ndugu zake. Kwa ndugu zake huyu. Kwa ndugu zake huyu. Bwana nani? Tena huyu hapa ndugu yake mwenyewe. Nikasema kaka, wewe ni mtu mzima. Sawa? Kwa mfano mtu kwa kuazima shati, koti, suti unarudishaje chafu? Sawa? Sawa. Nakusikiliza. Lakini huyu hapo kiatu kile kanirudishia kichafu. Na mimi kiatu changu napigaga kiwi ya mafuta. Wewe. Mimi kiatu changu napiga kiwi ya mafuta. Yeye kaenda kulowesha maji. Ile ni ngozi ni ngumu. Haya sasa tuambie kiatu changu kiko wapi? Sawa. Kama mwisho. Mimi nimemaliza. Basi ngoja mimi ndo namtulia sasa huyu maelekezo haya. Sawa. Bwana nani, hebu umemsikia huyu? Ndugu mheshimiwa mwenyekiti. Mimi nimeitika wito, nimekubali kuja kusikia wito. Mimi swala la huyu mzee kusema kwamba mimi kaniazimia kiatu. Mimi swala nimekubali. Lakini ili kiatu badala kukitumia na wakati wa kukirejesha huyu mzee ili kiatu akakikana. Yesu! Alikikana. Ulimpelekea? Nilimpelekea kiatu, lakini yeye akaja akakikana. Kukikana kwake, kwanza akasema kiatu mimi nilikuazimia ukitumie, lakini inatakiwa unipe na malipo ya hicho kiatu. Pili, akasema hicho kiatu kichafu, kwa hiyo mimi siwezi kukipokea. Mara ya tatu akaniona tena mtaani, nikamwambia mzee, kiatu chako ni utaki kukipokea, mimi nimekukosea nini? Akasema kile kiatu nitakiwa ukilipie. Na kile kiatu nitakiwa kilete kisafi. Nikasema sawa, nikakisafisha na mpelekea Kagoma. Mara ngapi? Mara ya 4. Sasa sijajua mpaka nafika hatua anakuja kuniletea malalamiko kwa mwenyekiti, na ndugu yangu alikutana nayo, alinipa ujumbe, mimi nikaupokea, nikaufanyia kazi huyo Kagoma. Na mpaka hivi sasa nashangaa nipo hapo. Labda mwenyekiti. Haya, umemaliza. Nimesikia maelezo yenu. Huyu aliwahi kukupa hizo taarifa? Ndio, alinipa taarifa. Na ukamfikishia? Ndio. Sasa. Sasa hapa. Wewe unatakaje ndugu yangu? Maana wewe ukakubali viatu. Yaani mimi kilichoniuma nikikutana naye kesho, nishukuru 1 2 3 Jumamosi 1, Jumapili 2, Jumatatu 3, moja kwa moja. Ndio kitu kilichoniuma. Hilo swala alipo mwenyekiti. Sawa? Sasa kama nataka kweli tupatane, aweke 45. Ili ni ngozi ni ngumu. Aweke 45. Basi umemaliza. Hebu twende kwanza, na wewe umenisikia hapo kidogo, unasemaje? Amesema 45. Mwenyekiti, mimi sitoi. I don't want peace. I want problems always. Umeona dharau zake? Ndio tunataka tutengeneze neno sasa. Huyu anadharau sana huyu. Ndio tunatengeneza sasa hapa. Mimi nasema mwenyekiti, mbele ya serikali hapa. Sasa mnapobishana na mimi hapa mimi nitawaelewa vipi? Kwa sababu mimi nilienda mpaka kwa ndugu yake. Nikasema kaka, hebu nisaidie kwanza. Mwenyekiti hapa natakiwa upatane. Sawa, mimi nilienda mpaka kwa ndugu yake. Makosa. Maki wewe unainuka, huyu anaongea, wewe unasema, yule anaongea. Mimi nitamuelewa iko wapi? Mmekuja hapa nimewaiteni hapa, wewe umeleta malalamiko hapa. Wangu mimi mwenyekiti. Wewe nimekupa taarifa.
uje nyumbani. Nimefika. Sasa mnataka kurombana kitu gani sasa? Tatizo ili ni ngozi ni ngumu. Kwa nini akataa kupokea? Kakirejesha kichafu na kipokeaje? Hata ndugu yake nilipomfuata nikamwambia kaka, wewe ni mtu mzima. Kwa mfano mtu kakuazima shati, koti, suti anarudishaje chafu? Hebu basi ngoja tuangalie kwanza utaratibu unavyoendelea. Hapa hakuna cha utaratibu mwenyekiti. Mimi nachotaka 45, la sivyo unaenda kumfunga huko. Mahakamani. Mimi unaenda kumfunga huko. Kama anaweza kufungana, hebu nenda huko kwa usingeniletea mimi hapa. Usingeniletea mimi hapa. Usingeniletea mimi. Kama vipi ondokeni basi. kama mahakamani aende. Mimi huwezi continue. Vijana gani hapa? Mnaleta malalamiko afu nataka kuwawekeni sawa, kila mtu anakuja na lake. Nini za?